Yoshua 6 mstari wa 15 hadi wa 17a. Anasema, ikawa siku ya 7 wakaondoka asubuhi na mapema wakati wa mapambazuko, wakauzunguka mji vivyo hivyo mara 7, ila siku hiyo waliuzunguka huo mji mara 7. Hata mara ya 7 makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu, na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo. Na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo. Manake Mungu alizitumia sifa, kelele, shangwe ambazo walikuwa wanazifanya, fujo za kelele za kumsifu Mungu ambazo walikuwa wanazifanya wana wa Israeli walipokuwa na uzunguko ule ukuta, kupata mateka. Haleluya. Kuangusha ngome ya Yeriko, kuangusha kuta za Yeriko, kuangusha kila kitu ambacho kilikuwa kinawablock wana wa Israeli, kilikuwa kinawazuia, kilikuwa kinawapiga vita wasimiliki, wasitawale. Bwana akazitumia sifa zao, Bwana akazitumia kelele zao kuhakikisha anawapatia ule mji, kuhakikisha anawapatia umiliki, kuhakikisha anawapatia utawala. Haleluya. Haleluya. Mungu amezitumia sifa zetu na anaendelea kuzitumia sifa zetu kutupatia ushindi katika jina la Yesu Kristo. Hizi siku 21 sio bure. Hizi siku 21 hazijawa bure. Ni kuhakikishia mtu wa Mungu, ni kuhakikishia hata wewe ambaye umekuja tu leo, maadamu umecheza mbele za Bwana, maadamu umempa Bwana sifa na utukufu, maadamu umetoka jasho mbele za uwepo wa Bwana, Bwana anakwenda kuzitumia sifa zako kukupatia ushindi katika jina la Yesu Kristo. Bwana anakwenda kuzitumia sifa zako kukupatia ushindi katika jina la Yesu Kristo. Paza amen. Paza amen. Amen. Anasema hivi, kupitia sifa na kuabudu Mungu anaziangusha falme na mamlaka, anaangusha principalities, ili tawala, mamlaka zenye nguvu, vitu vigumu ambavyo vimekaa miaka na miaka, vimewekwa, vimesetiwa, ambavyo hauwezi kuvitoa wewe, hauwezi kuviharibu, hauwezi kuvifuta. Neno la Mungu linasema kwamba kupitia sifa Mungu anaangusha falme na mamlaka. Na ikiwa ukuta wa Yeriko ulianguka kwa kelele za shangwe, ulianguka kwa mafilimbi, matarumbeta, kelele ambazo walikuwa wanamfanyia Bwana, hizo ndizo ziliangusha ule ukuta. Haleluya. Ni ukuta gani ambao umesimama kwenye maisha yako? Ni nini hicho ambacho unasema kwamba hiki hapa kiwezekani, kilimuua bibi yangu, kilimuua huyu, kikamuua huyu, na ninavyoona dalili zinazoelekea ni mimi nafuata? Leo nikupe ushauri. Simama, amka usiku wa manane, inuka, toka, tafuta muda, weka sifa mbele za Bwana. Mpe Bwana sifa, mpe Bwana machezo, inua ibada kwa Bwana, inua kumtukuza Bwana. Hebu anza kumtukuza Bwana. Mwisho wa siku hiyo ngome itaanguka. Kama iliwaangusha wengine, haitakuangusha wewe katika jina la Yesu Kristo. Kama iliwashinda wengine, haitakushinda wewe. Wewe ambaye umeamua kuchukua sifa kama silaha, hakika silaha ya sifa haishindwagi. Maombi, unaweza ukawa umeomba ukasema kwamba nimeomba sana lakini sijasikia Mungu amejibu. Unaweza ukasema hivi, nimelisoma neno, nimejaa neno, nimemeza hii Biblia yote, lakini bado nayo ndio yasema kwa Biblia haijatokea kwangu hata moja. Ni sawa, haya. Lakini silaha ya sifa ni silaha isiyoshindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana anaposifiwa anashuka. Mzee wa siku akishuka mwenyewe, ni nini kinatokea? Ni nini ambacho kinaweza kusimama mbele ya Mungu wa miungu? Ni nini ambacho kinaweza kusimama kikaangaliana na Bwana macho kwa uso kwa uso? Hakipo. Haleluya. Kama silaha zingine zimeshindikana, silaha ya sifa haijawahi kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Ongeza shangwe na vigelegele kwa Bwana.